Ndiyo, amekubali kusema kweli. Safi sana. Hapa ni mwendo wa kuchapa matukio tu. Na hakikisha ninapotoa kazi, basi inatakiwa ifanyike kazi. Na kazi imeonekana. Yoyote yule anayejaribu kuingia katika anga zangu ama anga zetu, lazima tuishi naye. Akisema fyoko, sisi tunamaliza. Na kingine, na hakuna kenge yoyote yule anayeweza kunisogelea nikamwacha salama. Na dili naye muda huo huo. Bosi, wewe ni kiongozi. Na bora kiongozi, sio bora kiongozi, wewe ni kiongozi bora. Na kukubali, na tunakunywa kutumia nguvu zetu na pesa zetu pia. Na hakuna yeyote atakaye kusumbua. Tupo hapa kwa ajili yako. Safi. Huwa nafurahi kuona watu jasiri kama nyinyi na mnayefuata maagizo ya kazi. Ninapotoa kazi, inafanyika kazi. Bosi, sisi tunaishi mjini kwa sababu yako. Hatuna ujanja wa kuishi hapa bila wewe. Akili zako sisi zinatukua sana. Hivyo bosi, kuwa na amani. Sisi kama vijana wako tutakulinda. Kuwa na amani kabisa. Safi. Nafurahi kwa ujasiri wenu. Naonekana ni majasiri sana sana. Na mission sio hii tu, bali zipo mission nyingi sana tunaweza kuzifanya sana. Na hapa tunavyokunywa ni kusherehekea ushindi. Kunyeni, tambeni. Ni shoga yangu na wewe naye mama Asha. Kwenye kikoba mwenzangu mimi leo hata hela sina. Sijui utanisaidiaje. Na saizi mimi hapa nilipo niko msibani shoga yangu. Sijui utanisaidiaje? Kama una basi waambie hata wiki ijayo. Mamdogo. Wow. Mwanangu. Jamani. Asante. Hata mimi pia nimekumisi mtoto wangu. Na siku nyingi jamani. Mtoto wangu
Jamani nimefurahi. Kaka wewe na wewe. Dasho nyingi. Yaani mwanane na wewe togirwe. Yaani shika kaena kaya. Yaani nimefurahi sana mtoto wako. Nakupenda wewe. Mama mdogo nishindi mimi. Eli leo misi. Ile niliko misi. Vipi? Katidi yuko wapi? Katidi alitoka kidogo. Aliniambia anaenda sijui hapo kwa jirani. Kwenda kutembea tembea, si unajua wavulana watatembea. Mama mdogo, bora hata nyinyi huko nyumbani. Ini maisha ya chuo ni magumu. Changamoto sana. Nashukuru Mungu mama mdogo. Nimefanya mtihani vizuri. Masomo magumu lakini kidogo najitahidi. Mungu atakusaidia. Mkuu, nimemwangalia kote huko, nimezunguka ila sijafanikiwa kumuona. Vipi, ndani yupo? Mkuu. Mle ndani hayupo. Atakuwa anajua mama. Vita aliyoanzisha hataweza kuimaliza, maana huu ni bendera chuma, mlingoti chuma, hataweza kuushusha. Ukiona imerudi kwa mara ya pili, inarudi maiti. Wangu naumia. Wangu nakufa. Nakufa mkwangu polepole. Hivi ya maisha tutaishi mpaka lini? Kila siku naongea kitu kimoja tu. Achana na makundi yako ya ajabu. Lakini unielewi. Ni kwa nini mume wangu hutaki kunielewa? Mke wangu, ni maisha tu magumu mke wangu. Hata mimi sipendi kufanya hivi. Ila Chidi. Mke wangu naumia. Chidi kafanya nini? Hivi mume wangu, unahisi huku ukanda ndo tiba? Mke wangu, ni bora tu kanikanda ya mwingine achana nayo. Mke wangu naumia. Mke wangu, kwa hili lazima nilipe kisasi kwa wabaya wote ambao wamenitendea.
Nilikuwa na shida na kiasi kidogo cha pesa. Nilikuwa na uhitaji na kama 500,000 hivi. Hivi nimetoka kukupa 200,000, hata wiki haijakata, leo unaniambia unataka 500,000. Na pia kwenye haya mahusiano, hata pia wiki haijaisha unataka hela kama hiyo. Hivi unanichukulia mimi hela naokota au unazichuma? Unajua napambana vipi kuipata hii pesa? Ni sawa, umenipa 200,000. Lakini 200,000 ni pesa ndogo sana. Mimi 200,000 nimeenda kununua nguo, nikafanya matumizi yangu binafsi pamoja na nywele tu. Pesa yote imeisha. Sasa ninadaiwa, sijalipa umeme, sijalipia maji na bado muda wa kulipia kodi ushakaribia. Sasa mimi naongea na wewe unacheka. Wewe unaniona mimi ni kinyago hapa au? Wewe mwanamke, mimi sio mwanaume wa hivyo unavyonifikiria. Hatujamaliza wiki, nimekupa 200,000, leo unataka 500,000. Nisikize nikwambie kitu kimoja, haya mahusiano sioni kama ana faida kwangu. Hivyo basi, hebu tuyasitishe, kila mtu afanye mambo yake. Hata hivyo umechelewa sana kuongea. Nilikuwa nakusubiria tu uongee hayo maneno. Come on.
Sasa bi mkubwa, mimi ndo mguu wa kutoka hivi. Nilikuwa naomba niongee na wewe kidogo. Unajua jana hapa nyumbani tulipata matatizo. Wale jamaa marafiki zako walikuja jana. Alafu vile vile stoshi, sister wako nao alikuja jana. Sasa hapa nyumbani kawa tafalani. Ni shida. Masi akaanza kuniambia, mama, kitu gani hapa kinaendelea wewe na mtoto wako?" Sasa akasema, "Si nifanyeje?" Lakini mwanangu nilimkazia. Yaani nilikaza ile ile. Ila mimi ni mkubwa. Sister sajajua chochote kinachoendelea. Sikumwambia kitu chochote. Kawa na yeye ametulia kuniuliza tena, lakini sikumuelezea kitu chochote. Nipo ndani lakini anaweza kutusikia tunavyoongea hapa, ifikawa shida. Nikuitie uongee naye. Bibi mkubwa, ndio maana mimi nakukubali. Yaani sikupingagi, yani respect. Si unajua vile. Yaani wewe, yani kwanza ile, yani kakamavu. Ndio maana mimi katika majambo yangu hata kuambiaga wewe bibi mkubwa. Waga ni nani? Si unajua zile. Yaani umefanya kitu kikubwa sana. Vipi lakini ya mdogo ziadokezea yoyote nini anayoendelea mazingira nini? Hata mimi mwenyewe nimefurahi sana kwa sababu ningekuwa ningemuelezea, yani ningekuwa hatari. Ngoja nimuite uongee naye kidogo. Salma. Salma. Huyu mtoto naye. Salma. Abema mdogo. yangu. Sister, nitakujibu kulingana na maswali yako utakaoniuliza. Chidi, nataka unijibu. Wale watu waliokuja hapa jana ni wakina nani? Alnamisi wa mvunja na mdogo mguu hapo mlangoni. Nataka uniambie wale watu ni wakina nani? Sister, mbona haraka hivyo? Unataka kujua kuhusu nini? Chidi, sijawahi kuwaza wala kutegemea kama nitakuta kwenye hali hii. Na sitegemei kumtia mamdogo dhambi kukulea kwenye hali hii. Sitegemei kabisa kama mdogo anachekelea hili. Chidi, umebadilika vibaya. Sio Chidi wa madrasa. Sio Chidi wa msikitini. Yaani umekuwa Chidi mbaya, mtoto mbaya, lakini sio malezi wala leo na wazazi wetu. Sister, mwingine tutaweka sawa hata baadaye bwana. Sio kila kitu ukijue. Si unajua tena. Mimi naondoka zangu, nataka nende zangu kwenye harakati. Sina muda wa kupoteza saa hizi. Chini mwanangu. Wamekuja wazee maskani mwanangu. Wana kila kitu, kila zana mwanangu. Wana jembe, wana shoka, wana panga. Tuwai mwanangu, afu kuna dogo wamemsomba. Hivi.
umekaa kwenye 18 tena kwenye 18 zangu. Kutokota kwa maharage ndio kuiva kwake. Leo tunamalizana. Oi! Oi!